Labda nikwambieni Watanzania wasomi na nyinyi watufundike mna comment ujinga. Yaani mwanaume kabisa una ndevu kama Yuda, una comment vitu vya kijinga. Wengine nitakufungueni baadaye. Namba zenu ninazo, nitaziposti zote mtandaoni ili muache ujinga huo. Na mimi unajua kauli yangu sheria. Yaani watu watafuatilia na watakuangalieni. Labda nikwambie, naomba kuomba Watanzania, mkitokea na matatizo kama yangu au jukumu zito kama hili nililobebeshwa, naomba muwe na uvumilivu na subira. Msichukue taharuki, msikimbilia kujiua wala kukimbilia sio kupata yani maelekezo au kupewa. Kuna mtu ukakutana naye huwezi kumdonyoa mpaka umjengee. Na huwezi jua kama anakupa maradhi au anakupa mema. Baada ya wewe kutoa hizo tuhuma na leo unavyoenda kupima, kuna namna roho yako pia ina ile wasiwasi. Ngoja nikwambie, kama narudia tena, hili jambo ni kubwa kwa mtu ambaye asiweza kulibeba sasa hivi, na yuko dripu, yuko na washauri wamemzunguka. Sawa bwana? Wako na washauri wanaoelimisha hili swala wamemzunguka. Au mwingine kashajiua. Au mwingine kashajipigisha ajali na daladala. Kwa hiyo vitu vingi ni jambo si la mchezo. Lakini kutokana na mimi mwenyewe nilofikia nao, hii ni changamoto ndogo kushinda tukutana nazo nyuma. Mpaka tumefikia hapa, nyinyi mnanijalia leo, mnanipa heshima yangu. Leo tu anaongea vitu vizuri, leo imekuaje? Makumbwa na nini? Kwenye kauli zote alizozungumza yule dada, pia amesema baadaye najua tu atakuja na majibu ya uongo ya vipimo kwamba ameenda kupima kimipango. Yaani pia alishawahi samani. Yule ni muongo. Narudia tena bwana, sije mkamwamini tena. Kumbukeni yule ni mwanaharakati na tatizo lake ni kubwa, mnalijua kwenye jamii mpaka akakimbia nchini. Sio, mnanielewa? Halina budi kulitaja.